Hii bike hapa, huyu mwizi ndio tunamtaka, sawa, lakini tumemkosa. Bike ni scraper hii, tumebaki nayo kwa heshima. Tunasema iwe fundisho kwa wengine, iwe fundisho kwa wengine. Hii pikipiki vijana tunabaki nayo kwa wengine, ili wasirudie na kesho. Nimesema naitwa Maproso Lakanga Renaro hapa. Kwa nini mmeshindwa kumdhibiti? Sio tumeshindwa. Sikiliza, tumemkimbiza mwizi akakimbia peku. Umesikia? Baada ya mwizi ule kukimbia peku, sisi tukashindwa kumkabili ule mwizi. Lakini kumbe kuna nyumba wamemficha. Baada ya polisi kuja, wameenda kumsokoa mwizi yule. Na polisi wamemwataki yule mwizi na wakamchukua. Sawa? Walipomchukua yule mwizi, wakaondoka naye kwenye gari yao. Wanataka na pikipiki. Sisi pikipiki tunabaki nao vijana kama scraper, ili iwe fundisho na kesho kwa mwingine. Wewe pikipiki ni mali ya mwizi. Mali ya mwizi si hatujamjua mwenye mali. Ila mwizi aloiba, mwizi hajapigwa. Hajapigwa? Kwa nini hajapigwa? Yaani mwizi ameenda sehemu fulani hajaguswa. Mwizi ameondoka na tange umoja. Tumeshindwaje sasa? Tumeshindwaje? Ameenda kuficha. Pikipiki ni yako. Huko chini yenyewe watu wanamtetea hataki aguswe. Huo ni wa mtaa. Ila hajaguswa. Ilikuwa nataka achomwe na yeye. Kwani ilikuwaje? Yaani tukio lilikuwaje? Hatujui hata kwamba ni mtu unasikia tu ameiba basi. Watu simu yake. Tukio lilikuwa hivi. Yaani huyo jamaa alikuwa, kuna mdada alikuwa kwenye bajaji. Sawa? Huyo mdada alikuwa kwenye bajaji akawa anakabwa. Kwa hiyo yule jamaa wa bajaji alichofanya amefanya kumsaidia. Yaani amefanya kupita naye kumgeuzia bajaji kidogo hivi akawa amemchomoa kidogo akawa ameanguka kwa akawa amekimbia. Baada ya kukimbia ndo watu wakamficha kwenye geti, ila bike tumefanikiwa kuichoma moto. Na huyo ameibiwa nini yule? Ameibiwa ni pochi na pamoja na nani? Ni pochi, ameibiwa pochi pamoja na simu. Kwa hiyo ilikuwaje huyu mmoja akakamata? Mmoja amekimbia kwa sababu alipokuwa anakimbia alishikwa kwenye mmoja aliungana naye mpaka akafanikiwa kumkamata. Na ilikuwaje sasa mmeshindwa kumdhibiti? Tumeshindwa kumdhibiti kutokana na amefungiwa ndani ya geti, alafu geti lenyewe ni kali. Ila ni fezea, tulikuwa tumemind vibaya mno. Alikuwa na yeye achomwe kama bike ilivyochomwa hapo. Unasema ni mtoto wa mtaa huu? Ni mtoto wa mtaa huu hapo Arusharatu hapo. Alafu nyoka mdogo sana hapo. Anaitwa nani? Hatumjui jina lake. Ila nchali ambaye ni wanted wa muda mrefu sana. Sasa kwa hii ya kukamatwa na polisi mnahisi atachukuliwa hatua yoyote? Huyo sidhani kama atakaa muda mrefu, huyo atatoka, maana ni matukio yake ya siku zote hayo. Hajawahi kukutwa na hatia. Yaani anakuwa anakamatwa na kuachiwa mara nyingi tu. Wewe unaambiaje polisi? Watende tu yaliyo kwa sababu kutokana na chalia na matukio mengi nitakiwa abaki kama ni huko, kama tumeshindwa kummaliza sisi abaki tu huko ndani. Huyo hapo kama unavyoona ni kijana hapa mtaani na tunamfahamu. Mimi mwenyewe nimeshangaa kuona amekwapua simu, pikipiki hapo imechomwa, unakuta ameazima pikipiki hapo. Mwenye pikipiki ana hasara, ameazima pikipiki ya mtu hivyo, unajua labda ameenda sehemu za muhimu, kumbe ameenda kukwapua pikipiki, ndio imechomwa moto. Mwenye hasara ni mwenye pikipiki hapo. Sasa Walikuwa wangapi? walikuwa wawili. Mmoja ndio amekimbia. Mmoja amekimbia, mmoja ndio amekamatwa, ameondoka hivi na gari la polisi. Hawa polisi wakikamata hizi bodaboda ambazo hazina plate number, huwa wanachukua zile teni zao au 5,500 zao, wanawaachia wale jamaa, wanafanya kama mradi wao. Kwa hiyo jambo hili jeshi la polisi tunakuambia RPC jambo moja, kwamba utusaidie hawa bodaboda walioshakuwa mazoea na hawa bodaboda wa kuchukua teni na 5,000, tunaomba uwabadilishe. Wanapita mtaani wakiokota, yani wanafanya ndo mradi. Tunaomba tu, kwa ushauri wangu, naomba tu wabadilishe. Kuna baadhi ya polisi wanaokota 5,000, 10,000 kwa ajili ya hizi plate number ambazo ndio maana unaona zinaongezeka kila pakikucha. Kwa nini hawa polisi? Kwa sababu hawana imani nao, kwa sababu hata wakipata wakiwa na tukio lao, hawa polisi wanachukua pesa, wanalokota kidogo.